Habakkuk chapter 2 verse 3. Put it in writing. Weka katika maandishi. It is not yet time for it to come. It is not yet time to come to pass. Ngoja kwanza. Who is this speaking? This is God through the mouth of the prophet. Juu ya wana wa Israeli. Ilikuwa baada ya nabii kulalamikia Mungu ya kwamba kwa nini Mungu unakubali watoto wako wateseke kwa mikono ya watu wasiomjua Mungu, watu ambao wanaabudu miungu. Kwa nini umeruhusu? Akamwambia nabii ya kwamba andika hii. Amen. Put it in writing. Hallelujah. Ya kwamba it is not yet the time for God to deliver his people from captivity. It is not time. Our God never react. Our God proact. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Najua kuna watu imewapita. Mungu afanyingi vitu saa hiyo. Mungu alifanya vitu kitambo. Hallelujah. Mungu alipanga maisha yako kitambo. Hata before you were conceived in your mother's womb, God knew you and God put a plan for your life. Ndio kwa sababu ukisoma in the book of Isaiah chapter number 65 verse 24 inasema ya kwamba before you pray I have answered. Hallelujah. Maana yake ni kwamba si maombi yako ndio itafanya Mungu afanye. Maombi itakusaidia wewe na ushirika wako na Mungu. Kwa maana ukikosa maombi you will go astray. Maombi itakukeep in the presence of God. So the church, we need to pray, not to change the plans of God. Kama amesema it is a year. Lakini anasema namna gani ya kwamba he will make it come to pass. Amen. You will not die in that problem. You will not die in that problem. Amen. God will make it happen when the appointed time come to pass. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akamwambia nabii ya kwamba wache kulalamika, wakati wangu bado. Kile ambacho unaniambia ninajua. Watu wengine tunafikirianga Mungu hajui. Mungu anajua. Na hata kama ni njaa umelala, hata leo ndio utalala sana. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akaendelea kumwambia nabii ya kwamba ikifika wakati haitachelewa, nitatimiza. Ninataka niambie mtu siku ya leo, wewe just believe tu, wewe amini tu, wewe mngojee Bwana. Yeye si mwanadamu aseme uongo. Akisema atakuja. Wacha mawimbi ipige kidogo kidogo. Biblia inazungumza kuhusu mtu mmoja aliyezaliwa kipofu. Unajua nataka ni mix vitu mingi kwa muda mfupi kwa sababu nitakaa kati ndio nikuje. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Biblia inazungumza kuhusu kipofu katika Yohana 9 ya kwamba Mungu aliumba mtu asaliwe kipofu. Sasa huyo ndio Mungu ambaye mnamtakanga. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ukimtaka mpaka ujipange. Haleluya. Ambie jirani. Ukitaka huyo Mungu lazima ujipange. Hawezi enda vile unataka. Mwambie yeye aendeshwangi. Yeye anajiendeshaga mwenyewe. Akishasema amesema. Hata kama utachapa hata kurudia. Kwa maana anajua hautakufa. Anajua kwamba hautaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nikuambie siku ya leo, ndoa yako haitakufa. Sasa inaonekana imekufa. Yaani ukiangalia ni kama imekufa. Nimekuja kusimama leo hii kutangazia mtu ya kwamba haitakufa. God is in control. When the time comes, the Bible says God will settle your mind. Wakati wako ukifika, hata kama mwanaume anakuanga ni article. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umefika lazima ananyoroshwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ukifika ni lazima anyoroshwe. Baba yata. When the time comes, hata
ni wangapi? The Bible says that shall be scattered. Wakati ukifika madhabahu ya shetani itabomoka. Amen. Na watu watapata ukombozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nimekuja kutangazia mtu ya kwamba it is just for a while. Amen. Nataka kumaliza na hii. God spoke to Moses ya kwamba nenda kule Misri. Ukaambie Farao ya kwamba wakati wake wa kukandamiza watu wangu umefika mwisho. Listen. It is after 400 years. Jua Mungu bwana. Ukimjua Mungu utampenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema kuhusu Mungu anataka mtu azaliwe kipofu. Ateseka akiwa kipofu kwa sababu Mungu ametaka. Haleluya. Hata wanafunzi wanaanza kuuliza Yesu, kwani ili kwenda namna gani? Yesu anasema wajanena hiyo sio dhambi. Bashaka. Wanajua watu wengine wakiona watumishi wa Mungu wakichemshwa wanasema ni dhambi. Sio dhambi. Haleluya. Sio dhambi. Amen. Biblia inasema ya kwamba ilifanyika ili kazi ya Mungu ionekane. Amen. Amen. Watu wengine hapa mnateseka ili kazi ya Mungu ipate kuonekana. Amen. My daughter, wakati God will restore, will settle your marriage, watu wote watajua ya kwamba unamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo God is speaking to Moses ya kwamba Musa, nenda ukamwambie Farao ya kwamba the days of captivity have come to an end. Mungu akisema imefika mwisho, imefika. Amen. Yesu asifiwe. Hata wale wachawi ambao wanakushikanga katika kioo, wanakumonitanga katika kioo, wakati wa Mungu ukifika, watakuita kwa kioo. You will not appear in the screen because it's the time of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akamwambia Musa, nenda kamwambie Farao. Soma Exodus chapter 3 verse 7 and 8. Exodus chapter 3 verse 7 and 8. Verse 7 and 8 says that, then the Lord said, and then the Lord said, I have seen how cruel my people are. So hiyo Biblia yako ni Biblia gani? Ebu King James, nani kwa King James? King James. Hiyo ni good news. Good news inafichanga vitu vizuri. Vitu vyenye tunataka kusikia. Hebu mtasome King James. Tusikie kile ambacho Mungu anasema. Kutoka mlango wa 3 mstari ni wa 7 na 8. Inasema hivi. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana ninayajua mateso yao. Nami nimeshuka. Yes. Nikaokoe kachini. Huyu ni Mungu ndiye anaongea. Mungu ambaye hata wakashangaa kwa sababu walikuwa wamesikia ile covenant ya Abrahamu na Mungu ya kwamba Abrahamu uzao wake umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uzao uliobarikiwa ndio uko katika mateso, wako chini ya ukandamizaji kwa taifa la kigeni, watu wasiomjua Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu nikupatie historia kidogo. Wana wa Israeli waliishi Misri miaka 430. Miaka 30 ndio wakati walikuwa wanatambulika. Hawa ni watu wa Yusufu. Wakawa wanalishwa vizuri na kupewa heshima. Lakini wakati Farao aliyemjua Mungu, Farao is just a title. Bwana asifiwe. Just a title ya watawala wa Misri. Kwa hivyo yule the king ambaye alimjua Yusufu alipokufa na akakuja a new king, huyo alikuja na utawala wake.
Na hapo ndipo wana wa Israeli walianza kuteseka. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanywa kuwa watumwa wa Misri. Haleluya. Kwa hivyo wakaanza kuteseka na kupiga nduru. Kuna mtu ambaye hawezi kupiga nduru akiteseka? Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe ni